tukichunguza sana maisha na kazi za wanaume wakubwa wakubwa zinavyosambaratika na kuharibika. Sehemu ya kwanza inayohusisha ama chanzo cha kuanguka kwao ni mahusiano au ndoa yao. Mahusiano yana uwezo wa kumuinua mwanaume hadi kufikia kiwango ambacho hangeweza hata kufikiria siku moja kufika. Mahusiano hayo yana uwezo wa kumwangusha mwanaume hadi kwenye kina cha mateso na huzuni. Mambo haya hayakuanza leo, ni ya zamani kabisa. Angalia wanaume ambao walikuwa hawagusiki. Mara nyingi kuanguka kwao kunahusiana na mwanamke aliyekuwa karibu nao. Ninapokuambia kwamba mwanamke unayedeti naye ama uliyemuoa anaweza kuwa mwanzo wa mafanikio yako au mwanzo wa kuanguka kwako ama uharibifu wako, baadhi yenu mtafikiri ni mzaha, sawa. Lakini angalia historia ya zamani na ya sasa. Wafalme wengi walianguka kwa bei rahisi sana, sio kwa sababu ya wanaume wenye nguvu, majeshi, silaha au utajiri, bali kwa sababu ya wanawake. Samsoni alidedi hivi. Samsoni kupitia ushawishi wa siri ambao mara nyingi hudharauliwa. Brother, Samsoni alikufa. Kaka yangu, njia ya haraka zaidi ya kuangamia ni kufikiri kwamba wanawake ni dhaifu na kuwadharau. Usifanye kosa kuamini kwamba mwanamke anaonekana mpole au wa kihisia basi hawezi kuharibu maisha yako. Wanawake hawapo kama unavyofikiria. Sio kila wakati kile unachojua au kuona ndicho kinawafafanua wao. Hapana, wanawake wana kina kirefu cha tabia ambacho hata wao wenyewe wakati mwingine hawakielewi kikamilifu. Wanawake hawatakushangaza tu, wao wenyewe ni alama ya mshangao tosha. Wana hali ya kutotabirika kidogo ambayo inaweza kumvunja hata mwanaume mwenye nguvu zaidi. Ndio maana kuwa makini. Ndio maana wanaume wenye hekima siku zote wamewaonya kuhusu kujihadhari kwa hatari ya kumwamini mwanamke kwa upofu bila kufikiria uaminifu wake au nia zake. Je, hivi unajua ni kwa nini maisha ya Pep Guardiola yalisambaratika hovyo? Acha tuyachambue kwa undani zaidi. Kwanza, kama humjui Pep Guardiola, nisikilize nikwambie. Pep Guardiola ni kocha maarufu sana wa mpira wa miguu duniani na pia alikuwa mchezaji wa zamani wa soka kutoka Hispania. Anahesabiwa kuwa mmoja wa makocha bora zaidi katika historia ya mpira wa miguu. Sasa sikia kilichomkuta Pepu. Mke wake aliomba talaka kwa sababu Pepu alijikita sana kwenye kazi zake kuliko yeye. Sikia alivyosema, mume wangu hanijali tena, naye anajikita sana na kazi zake na kunisahau mimi. Lakini cha kushangaza wanaishi pamoja. Lakini tena bado alitaka pia nusu ya utajiri wa Pepu, yani wagawane kati. Fikiria mchanganyiko huu. Mke wa Pepu kwanza alisema kazi yake ndiyo tatizo, lakini kazi hiyo ndiyo iliyowapa maisha ya kifahari, iliyolipa bili zao, iliyowapa ushawishi, makazi na hadhi. Sasa leo anamgeuka na sio tu anamwacha, bali pia anadai nusu ya kile ambacho Pepu alikijenga kwa kazi yake ngumu. Anataka pesa ambazo zinafanya Pepu awe busy sana na kazi. Anasahau kuwa amesema Pepu anakuwa busy sana na kazi kuliko yeye. Sasa kwa nini asimwache tu na aende? Lakini anataka wagawane pesa hizo zinazomfanya kuwa busy. Hakika wanawake wanatia huruma sana kwa akili zao finyu zilizoongozwa na mawazo yao timamu aise. Pepu alipoteza nusu ya utajiri wake aliofanyia kazi kwa bidii kwa muda mrefu. Hata jumba lake la kifahari huko Manchester lilipotea hivyo. Na Pepu hayuko peke yake tu. Katika historia kuna wanaume wengi, kutoka kwa wale wasiojulikana hadi wanaume mashuhuri, wamepitia hadithi kama hizi. Zaidi mahakamani, mahakama za talaka zimejaa mifumo ya wanaume waliopoteza sio utajiri tu, bali pia heshima yao, sifa zao na amani ya moyo wao, kwa sababu waliwaamini sana wanawake. Bro, wanawake hawawezi kuaminika kabisa, na sio wa kuamini hata tone. Ni viumbe wa kutokuwepo kwa uthabiti, mara nyingi waaminifu zaidi kwa hisia zao kuliko mantiki. Upendo wanaokuonesha leo ndio unaokufanya ujisikie salama hadi kufanya mambo makubwa kwa ajili yao, sawa. Upendo wanaokuonesha leo unaweza kutoweka ghafla tu, pap, basi jiandae. Angalia mifumo. Mke wa Guardiola alimwacha kwa sababu alikuwa amejiweka sana kwenye kazi zake. Angalia mifumo bro, patterns. Mke wa Kaka alimwacha Kaka kwa sababu Kaka alikuwa mtaratibu sana. Etio is very kind. Unaona kejeli hiyo? Huku mke wa Guardiola alimpenda kwa sababu alikuwa na malengo, makini na mwenye shauku na kazi yake. Miaka mingi baadaye,
sifa zile zile zikawa sababu ya kumwacha. Na hapa mke wa kaka alimpenda kwa sababu alikuwa mpole, mwenye upendo na mwema, lakini baada ya muda alimwacha kwa sababu alikuwa mwema sana. Hii inatuambia nini bro? Hakuna formula ya kushinda. Hakuna kitu kabisa unachoweza kufanya kumzuia mwanamke ambaye hataki kubaki na wewe abaki na wewe. Maana mwanamke unayemjua leo hata kuwa yule yule kesho. Wanawake ni viumbe wenye mkanganyiko wa akili. Wakati mwingine hata wao wenyewe hawaelewi hisia zao. Atakupenda kwa sababu fulani leo, na miaka michache baadaye atakuacha na kukuchukia kwa sababu ile ile. Ndiyo maana upaswi kuweka imani yako yote kwa mwanamke. Ndiyo maana lazima uweke kipaumbele kwenye kusudi lako, malengo yako na maisha yako, kwa sababu mwisho wa siku huwezi kumtegemea mwanamke kuwa thabiti milele. Hakuna kitu utakachofanya kitakachowatosha wanawake. Tamaa zao ni kama kisima kisicho na mwisho. Haijalishi unatoa kiasi gani, bro wangu, haitoshi. Sasa cha kufanya ni hiki: fanya mambo yako kwa njia yako. Iwe anapenda au wapendi, ainihusu. Usiishi maisha yako ukijaribu kuwafurahisha wanawake. Wanaume wanaofanya hivyo hujifunza kwa njia ngumu sana. Angalia mifano mingi ya wanaume waliotoa kila kitu kwa ajili ya mapenzi na kwa ajili ya wapenzi wao, lakini wakaishia kuachwa, kudhalilishwa au kusalitiwa. Sasa wewe ambaye huna hata hicho kitu cha kutoa, una uhakika wa penzi lako kweli? Uhakika huo unautoa wapi? Wanawake wana akili iliyochanganyika na matope kidogo, kwa sababu wanawake wengi wenye wanaume matajiri wanawachiti na wanaume masikini, na wanawake masikini wanachiti waume zao kwa wanaume matajiri. Hivi wewe unawaelewa hawa? Jamani, historia na jamii ya leo zimejaa hadithi hizi za kusikitisha sana. Tumia hekima tu, utanielewa. Jilinde, linda akili yako, linda moyo wako, linda mali zako. Jenga ngome kwenye maisha yako, ngome ambayo hakuna mwanamke anaweza kuivunja. Mwanamke anaweza kukupenda kwa sababu fulani leo, na kesho akakuchukia kwa sababu ile ile. Nimesema hivyo. Mwanamke anaweza kushangilia unapojenga himaya yako, lakini baada ya siku fulani akasema wewe humjalie, unajali tu upumbavu wako. Mwanamke anaweza kukuhimiza utoe kila kitu chako, alafu ukatoa muda wako, tena yeye akakuchukia kwa sababu hukuwa karibu na yeye. Ukweli ni rahisi na cha kuelewa ni simple sana. Huwezi kushinda kwa kujaribu kuridhisha hisia au matarajio ya mwanamke. Hivi ndivyo unavyopaswa kufanya. Moja, weka kusudi lako mbele. Kusudi lako ndilo litakalokuja kabla ya kitu chochote. Wanawake watakuja na kuondoka, lakini kusudi lako ndilo linalokufafanua wewe. Mbili, linda mali zako sana, maana mahusiano ya ndoa ni hatari kwa maisha yako. Mfumo wa sheria mara nyingi hauko upande wa wanaume. Chukua hatua kulinda utajiri wako na urithi wako kwa nguvu zako zote na kwa akili na kwa moyo wako wote. Tatu, dhibiti hisia zako. Usiruhusu furaha au amani ya moyo wako kutegemea idhini ya mwanamke. Nne, jenga nguvu ya ndani. Makinika na usiruhusu vitu vidogo vidogo vikupotoshe. Tano, endelea kujifunza. Jifunze kuhusu asili ya wanawake na mahusiano. Ujinga usikugharimu sana. Wanaume, somo ni wazi. Ishi kwa ajili yako wewe mwenyewe. Jenga urithi wako na uwe makini kila wakati. Wanawake sio maadui, bali asili yao mara nyingi haitabiriki, na mara nyingi hujilenga kwa wao wenyewe, sio kwako. Kwa hiyo linda moyo wako, linda akili yako, linda utajiri wako, linda mustakabali wa maisha yako kuzidi ndoa yako bro. Najua unanielewa. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unapozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Mission ya EJC Speaker ni kukuambia ukweli ya maisha, ili kesho uache kuitwa trash, uanze kuitwa man. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Hii ni EJC Speaker, na hapa tunaangalia ukweli ya maisha.